Je, unajua kwamba tofauti kati ya watu matajiri na wa kawaida si kipato, bali ni jinsi wanavyofikiri na kuwekeza? Wakati wewe unaweka pesa zako benki zikilala, matajiri wanazituma kufanya kazi masaa 24 kwa siku zote 7 na kuzaa pesa zaidi. Hii ni sehemu ya 6 ya kitabu cha Money Master the Game, ambayo ni jifunze kuwekeza kama watu wachache sana duniani waliofanikiwa sana kifedha, billionaire investors, badala ya kuwekeza kama mtu wa kawaida. Tunazungumzia kundi dogo sana la wawekezaji duniani waliobobea sana, wale ambao si tu wanatafuta faida, bali wanajenga utajiri wa muda mrefu kwa kutumia kanuni, nidhamu na uelewa wa hatari kwa kiwango cha juu sana. Tony Robbins, kupitia mahojiano yake na mastaa hawa wa uwekezaji, anaonyesha kwamba kuna mifumo ya pamoja inayowaunganisha, ingawa kila mmoja ana mtindo wake. Anaanza kwa kuangalia Masters of the Game, ambapo tunakutana na majina kama Warren Buffett, Paul Tudor Jones na Ray Dalio. Hawa ni watu ambao wameweka historia katika dunia ya fedha. Kwa mfano, Warren Buffett anajulikana kwa falsafa yake ya kuwekeza katika thamani ya muda mrefu. Katika mtazamo unaoelezwa na Tony Robbins, Buffett haangalii soko kama kasino ya kubahatisha, bali kama mfumo wa kununua sehemu za biashara bora na kuzishikilia kwa miaka mingi. Kanuni yake ya Be greedy when others are fearful inaonyesha kwamba mafanikio ya uwekezaji yanahitaji utulivu wa kihisia zaidi kuliko akili ya haraka ya kufanya biashara. Kisha tuna Paul Tudor Jones, ambaye anawakilisha ulimwengu wa trading ya haraka na uchambuzi wa soko la muda mfupi. Lakini hata yeye, kama Tony Robbins anavyoeleza, msingi wake mkubwa ni usimamizi wa hatari. Jones anaamini kwamba haiwezekani kuwa sahihi kila mara, lakini unaweza kuwa tajiri kwa kuhakikisha unaposhinda unashinda kubwa, na unapokosea unapoteza kidogo. Hii ni falsafa ya risk management first, badala ya kutafuta kuwa sahihi kila wakati. Halafu kuna Ray Dalio, mwanzilishi wa Bridgewater Associates. Dalio analeta wazo la principles, mfumo wa kanuni zinazoongoza maamuzi yote ya uwekezaji na maisha. Kulingana na Tony Robbins, Dalio anaamini kuwa soko lina tabia kama mashine inayoendeshwa na mizunguko, cycles. Na ukielewa mizunguko hiyo ya uchumi, deni na soko, unaweza kufanya maamuzi yenye mantiki badala ya hisia. Baada ya hao masters, Tony Robbins anaeleza aina nyingine ya mwekezaji wa kipekee, Carl Icahn, ambaye ni mfano wa activist investing. Carl Icahn anajulikana kwa kuingia kwenye kampuni na kuanza kushinikiza mabadiliko makubwa. Tofauti na wawekezaji wa kawaida wanaonunua hisa na kusubiri, Icahn anachukua nafasi ya ushawishi ndani ya kampuni. Katika mtazamo wa kitabu, hii inaonyesha kwamba utajiri mkubwa wakati mwingine hauji kwa kusubiri tu, bali kwa kuchukua hatua ya moja kwa moja kubadilisha thamani ya kitu ulichowekeza ndani yake. Hapa Robbins anaonyesha kwamba uelewa wa biashara na ujasiri wa kushiriki katika maamuzi ni silaha muhimu sana. Kisha tunaingia kwenye mfumo wa muda mrefu kabisa wa uwekezaji, David Swensen na Yale Model. David Swensen alikuwa msimamizi wa hazina ya chuo kikuu cha Yale na alijenga mojawapo ya mifano bora ya uwekezaji wa taasisi duniani. Katika mtazamo wa Money Master the Game, Swensen alitumia diversification ya kiwango cha juu, akigawa uwekezaji kwenye asset classes tofauti kama hisa, bonds, real estate na hata private equity. Lengo lake halikuwa kupata faida kubwa kwa haraka, bali kuhakikisha uthabiti wa muda mrefu. Tony Robbins anaonyesha hapa kwamba watu wengi wa kawaida wanaweka mayai yao yote kwenye kikapu kimoja bila kujua. Swensen anathibitisha kwamba utajiri endelevu unajengwa kupitia mgawanyo wa hatari, risk spreading, si kubahatisha sehemu moja inayoweza kuanguka. Kisha tunakuja kwa mtu ambaye anaweza kusemwa ndiye aliyebadilisha dunia ya uwekezaji kwa watu wa kawaida, John Bogle. John Bogle ndiye mwanzilishi wa index investing kupitia Vanguard. Katika maelezo ya Tony Robbins, Bogle aligundua ukweli rahisi lakini wenye nguvu. Watu wengi hawashindi soko kwa kuchagua hisa binafsi. Hivyo badala yake ni bora kununua soko lote kupitia index funds. Hii inapunguza gharama, hupunguza makosa ya kibinadamu na huongeza nafasi ya faida ya muda mrefu. Katika mtiririko wa kitabu, Bogle anawakilisha ukombozi wa mwekezaji wa kawaida.
Badala ya kujaribu kushindana na wataalamu wa Wall Street kila siku, mtu anaweza tu kufuata soko kwa gharama ndogo na kupata matokeo mazuri kwa muda mrefu. Tony Robbins anapounganisha hadithi hizi zote, anajenga picha moja kubwa. Dunia ya uwekezaji wa kiwango cha juu si kuhusu mbinu moja ya siri, bali ni mchanganyiko wa falsafa tofauti zinazojikita kwenye kanuni chache kuu. Kwanza, nidhamu ya kihisia ni muhimu kuliko maarifa pekee. Pili, usimamizi wa hatari ni msingi wa kila uamuzi. Tatu, muda mrefu hushinda muda mfupi. Na nne, gharama ndogo na mfumo rahisi mara nyingi hushinda mikakati tata. Anachosisitiza zaidi ni kwamba watu wengi hushindwa sio kwa sababu hawana akili, bali kwa sababu wanaruhusu hofu na tamaa kuendesha maamuzi yao ya kifedha. Buffett anaonyesha subira. Tudor Jones anaonyesha nidhamu ya hatari. Dalio anaonyesha mifumo na kanuni. Icahn anaonyesha nguvu ya ushawishi. Swensen anaonyesha diversification. Na Bogle anaonyesha urahisi wa index investing. Ukichukua yote pamoja, Tony Robbins anaunda wazo kwamba kuwekeza kama 0.001 haimaanishi kuwa tajiri tayari, bali kufikiri kama wao. Ni kubadilisha mtazamo wako kutoka kutafuta pesa za haraka kwenda kujenga mfumo wa maisha ya kifedha unaodumu. Ni kuelewa kwamba soko si adui wala rafiki. Ni mfumo unaofuatwa na sheria. Na wale wanaozielewa sheria hizo ndio wanaoshinda kwa muda mrefu. Mwisho wa yote, ujumbe mkubwa wa Money Master the Game ni kwamba uhuru wa kifedha hauji kwa bahati, bali kwa elimu, mfumo na tabia sahihi. Jifunze, wekeza kwa nidhamu, na anza kujenga uhuru wako wa kifedha sasa. Na kama unavyoweza kuona kupitia mifano ya Buffett, Dalio, Bogle na wengine, njia zao zote tofauti zinaishia kwenye ukweli mmoja. Uwekezaji bora ni ule unaoondoa hisia na kuweka akili, uvumilivu na muundo thabiti mbele. Anza leo kubadilisha mchezo wako wa fedha. Usifuate watu wengi, fuata kanuni za mabilionea.